heshima zako utazichoko huko. Ini elimu ya watu wazima sio watoto. Waka mwenye nyumba wako utasoma naye, hata ex wako pia utasoma naye, hata kijumbe wako pia utasoma naye, mpaka mkwe wako pia utasoma naye. Mekwa mekwa sumu. Wewe njoo. Sasa hivi saa ngapi? Saa 5 mapumziko. Saa 5 mapumziko. Wewe ndo muda wa kuja shule? Mimi ni changamoto kazini. Mambo yalikuwa mengi kidogo, watu za ushuru walikuwa wamekuja kuchukana na mapato kwenye baa yako ile. Kwa changamoto za kazini kwako unazileta mpaka kwenye kazi yangu. Wamesema tusikwepe kodi, sasa ndo na nikupo na malizana nao, lakini nikasema pamoja na hivyo siwezi kutega shule, nimesema ni wahi. Ngoja, na hiko umevaa kiatu gani? Ni kiatu cha shule hiki? So cha shule kweli alafu eti ujue. Unaona? Kwa mimi ndo nimekukumbusha kwamba sio ulikuwa uone sasa. Na cha kipaimara nimechanganisha mambo, mchanganyishano. Cha kipaimara cha shule cha kipaimara. Good luck, wewe ni mtoto mdogo. Nimechanganyisha mambo sasa yani kwenye haraka. Ila samani mwalimu. Samani. Samani. Sichanganyishi tena. Kuchanganyisha, michanganyishano inatokea. Mwalimu njoo msikilize huu. Umeona? Huyu kwanza ndo linafika sasa hivi saa 5. Wako mapumziko, naangalia viatu lilovaa. Viatu sio vya shule hivi. Viatu vya nyumbani limekuja navyo shuleni. Alafu linaniambia nisamee mwalimu. Yaani kila slice tu unakuja tu? Yaani samani si ndio inakuwa ina nguvu jamani, mtu akosea aseme samani, mmesema wenyewe au? Yaani unafanya makosa ukitegemea utafanya samani, sisi tunakusamea. Sikujipanga kuja kuomba samani, tumekutana tu njiani. Hichi ni cha kipaimara, sawa? Cha kinaniliu cha kidini. Wewe siku utakuja kukutandika wewe. Sema leo umepata bahati tu na stress yangu ya vikoba. Wewe? Basi nisamee. Mimi alijirudi tena. Nitazame kwanza. Alijirudi tena ilikosa. Potea. Nipotea alafu mnione mchawi mwanzo.